Okay, praise Jesus. I have one thing to talk. I want to talk with men, I want to talk with ladies and gentlemen, whoever who is listening to me, that this is what Jesus is seeing a man created on the earth. Mungu anakutazama wewe kama kitu ambacho kimekamilika. Unajua gari ikija inakuwa ina full kila kitu. Utakuta labda ina spare tire, ina makolokocho mle ndani, ina ile menu paper ile. Kwa hiyo mwanadamu, Mungu amekuumba akiwa anajua kabisa wewe ni full packed an organism. Kwa lazima ujitambue kwamba mimi Mungu ananitazama katika image ya ukuu. Mungu ananitazama katika image ya kuweza, image ya kushinda. Kwa nini wewe uamini kwamba nitashindwa? Kwa nini wewe uamini kwamba mimi nitafeli? Shida inaanzia wapi? Shida ni kwamba zile taarifa ambazo tumeziweka vichwani mwetu ndizo zinazoharibu kesho yetu. Kwa sababu mimi ukiniambia kwamba maisha ni magumu, tayari naanza kutafuta taarifa. Yaani kichwa kinaanza kutafuta taarifa za kwa nini maisha ni magumu. Taarifa ya kwanza inayokuja kwambia serikali kwanza imebana mifumo. Taarifa ya kwanza. Ya pili unaambiwa connection hamna. Cha tatu unaambiwa ndugu hawasaidii ndugu. Cha nne vingi sana unaambiwa hali ya hewa yenyewe haisupport. Kwa hiyo unakuta ukiambiwa maisha ni magumu, kuna taarifa nyingi zinakuja kichwani kwamba maisha ni magumu. Kwa vitu vingi vinakuja kwa sababu umesha receive hiyo signal. Mtu ikwambia maisha ni mepesi, uwepesi unaanza kuja. Kichwa kinaanza kutafuta network kupata hizo taarifa za kwa nini maisha ni marahisi. Si unanielewa? Kwa hiyo lazima utengeneze mfumo wa wewe kuishi. Taarifa gani unazipokee? Ukiamua kupokea taarifa mbaya hizo ndizo zinazoharibu kesho yako. Taarifa hizo nzuri ndizo zinazojenga kesho yako. Kwa lazima ujitengeneze wewe mwenyewe kwamba I will be in this way. Nothing will distract me. I will never accept any negative information. Kwa sababu negative information ndizo information ambazo zinatuharibu sisi. Kwa lazima uwe na ile power ya kucreate ile image of the future that you have. So create an image ambayo kesho na kesho kutwa watu wakikuangalia wewe wanajiona wao katika hiyo future yako. Kwa sababu watu hawaangalii tu yale maneno ambayo unaongea, but wanaangalia ile maisha yako, background yako, nature of life, positive words ambazo unazitoa. Katika mjumuisho wa hayo yote tunapata a little image, a little person that we can see and see future beyond that man, behind that man, over that man. Kwa hiyo lazima uwe na nature ya vitu ambavyo wewe unavipokea. Account, ukiingia kwenye account, iwe ni TikTok, iwe ni Facebook, unaulizwa, iwe ni Instagram, unaulizwa kwamba ni vitu gani ambavyo unavipendelea. Ukiwa umefungua hiyo account, unaulizwa unapenda mpira, unapenda fashion, unapenda mahubiri, unapenda motivation, unaulizwa maswali mengi. So ukisha subscribe pale, every moment utakuwa nakuletea vile vitu ambavyo
wewe ulisubscribe. Umesubscribe labda mpira, kila kinachohusu mpira utakuta unaletewa. Kwa hiyo your mind must subscribe for positivity, positive things, growth things, masuala ya mafanikio, masuala ya kukua, masuala ya kuongezeka. Kila chochote kinachohusu kufanikiwa, kila chochote kinachohusu kuongezeka ukipate na kikuhusu na ukiishi. Lakini vile unavyo subscribe vitu ambavyo visiyofaa, maisha ni magumu, sio nini na nini, hiki na hiki, hiki na hiki, unajikuta una distract your mind ambayo inakupelekea wewe kufeli maisha. So nakwambia lazima ufocus kwenye vitu ambavyo unavipokea ili kutengeneza kesho iliyo njema. Asante, usiache kufuatilia channel hii. Tuko pamoja sana. Mungu akubariki sana. Asante.